Ulevi wa michezo ya bahati nasibu. Michezo ya bahati nasibu kama vile kamari, tombola, michezo ya kasino na michezo ya mitandaoni ni shughuli ambazo mara nyingi zinavutia watu wengi kwa sababu ya matumaini ya kupata pesa za haraka au zawadi kubwa. Hata hivyo, kushiriki mara kwa mara katika michezo hii kunaweza kupelekea ulevi ambao una hatari na athari kubwa kwa mtu kiakili, kifedha na kijamii. Langu jina naitwa MC Mwaka, twende pamoja kuyajua haya kwa undani. Zipi sababu za ulevi wa michezo ya bahati nasibu? Mojawapo ni hisia za shangwe na msisimko. Ukishinda mara chache huongeza hisia ya furaha ambayo inamfanya mtu ahitaji kurudia mara kwa mara kucheza mchezo huo. Jambo lingine ni matokeo yasiyo ya kawaida. Kutokuwa na uhakika wa matokeo huongeza msisimko, jambo linalovutia akili ya binadamu kucheza zaidi. Jambo lingine ni shinikizo la kijamii. Watu wengi huanza kucheza kwa sababu ya shinikizo la marafiki ama familia na jamii inayowazunguka kwa ujumla. Zipi athari za ulevi wa michezo ya bahati nasibu? Miongoni mwa athari hizo kifedha, watu wanaougua ulevi wa kamari mara nyingi hupoteza kiasi kikubwa cha pesa na wengine hata kuingia madeni makubwa ambayo kimsingi yanawagharimu. Kihisia, hali ya wasiwasi, huzuni na ghasia za ndani huongezeka, hasa pale ambapo mtu atakosa kudhibiti tabia yake. Kijamii, ulevi huu unaweza kuharibu familia, kazi na uhusiano wa marafiki. Ni zipi njia mtu unaweza tumia kuacha kabisa ulevi wa michezo ya bahati nasibu? Moja, kupata nafasi ya kuelimika zaidi. Kupata elimu, kuelewa hatari za kamari na ulevi wake kunasaidia kupunguza uvutio wa kushiriki mara kwa mara kwenye michezo ya bahati nasibu. Msaada wa kitaalamu, wataalamu wa saikolojia au vikundi vya kusaidia wateja wa kamari wanaweza kuwasaidia ama wanaweza kumsaidia mtu aache tabia hiyo mara moja. Mbinu nyingine ni mbinu za kifedha, kuweka mipaka ya pesa zinazotumika katika kamari na kuepuka mkopo wa dharura kwa ajili ya michezo ya bahati nasibu. Niweke kalamu chini hapa kwa kusema kuwa michezo ya bahati nasibu inaweza kuwa burudani ikiwa inachezwa kwa uwiano na umakini, lakini ulevi unaweza kuwa tishio kubwa kwa maisha ya kifedha, afya na akili pamoja na uhusiano wa kijamii. Kujua mipaka na kutafuta msaada pindi tu tabia ya kamari inapoanza kuwa tatizo ni hatua muhimu ya kuzuia madhara makubwa. Langu jina naitwa MC Mwaka.